Yes, shalom. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Anayezungumza nawe hapa ni rafiki yako Bishop Emmanuel. Nimekuja maalum kabisa kukukumbusha juu ya maombi tunayoanza kesho tarehe 8. Kumbuka ni kesho tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Tutakuwa na maombi ya mfungo kwa siku 12 kuanzia kesho tarehe 8 mpaka tarehe 19 ya mwezi huu wa 4. Maombi haya ni kwa ajili ya kile ambacho Mungu amenisemesha kwamba ni kwa ajili ya upenyo usiokuwa wa kawaida katika maisha yetu. You watu wa Mungu, mafanikio katika maisha ya mwanadamu ni matokeo ya mbingu kuja kuempower au kumsaidia huyo mwanadamu. Tunahitaji divine empowerment kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kwa sababu ya kwamba tunahitaji divine empowerment, tunahitaji rehema za kimbingu, tunahitaji neema, tunahitaji uwezesho wa kiungu, tunahitaji nguvu za Mungu, tunahitaji pia msaada. Kuna roho zinaachiliwa ili kuwasaidia wanadamu. Unapoona wanadamu wanafanikiwa, sio matokeo ya mwanadamu huyo, ni matokeo ya kwamba ulimwengu wa roho umehusishwa. Watu wa Mungu, nimekuwa nikisema mara kwa mara kwamba maisha ni ya kiroho 100%, na watu wote waliofanikiwa katika maisha waliweza kuengage ulimwengu wa roho kwa namna wanazozijua wao wenyewe, then wakaweza kufanikiwa. Maandiko yanasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya na kuomba. Hii pati ya maandiko ni pati inayoonyesha nguvu inayoachiliwa wakati watu wanapokaa kwenye maombi, wakati wanadamu wanapoamua kukaa kwenye maombi. Watu wa Mungu, mahali popote ambapo wanadamu wanaamua kwa umoja na kwa nguvu kukaa kwenye maombi, huwa kuna nguvu inaachiliwa pale. Kuna wakati mwingine kama unafahamu mambo ya kiroho, unatamani kuona kile kitatokea pale ambapo watu wataactivate andiko hili: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuacha njia zao mbaya. Kuna wakati unatamani hata watu wakae, waamue kama taifa, waamue kama nchi, waombe labda kwa ajili ya taifa lao, kwa ajili ya nchi yao, waombe kwa ajili ya ndoa, waombe kwa ajili ya elimu, waombe kwa ajili ya ajira, waombe kwa ajili ya huduma, waombe kwa ajili ya ajira. Yaani unatamani watu wakae kwa umoja, kwa nguvu, waachilie ile power ya unity, then uone kitakachotokea. Sasa tumepewa hizi siku 12 za sisi kukaa kwa umoja, kukaa kwenye maombi, kuomba kwa ajili ya breakthrough. Watu wa Mungu, siku hizi 12 zote tulizopewa, asubuhi tutakuwa na mfungo wa saa 12 ambao utaanza saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na kwenye huu mfungo nitakuwa nina posti maombi ya kuomba kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Nitaposti haya maombi kwenye social media zetu, kwenye YouTube ya Bishop Emmanuel, kwenye Instagram ya Bishop Emmanuel na kwenye Facebook ya Bishop Emmanuel. Nitakuwa na posti mwongozo wa maombi haya. Lakini kila kuanzia jioni saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku tutakuwa tunakutana pale Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall kwa siku zote hizi 12. Wale wa Dar es Salaam tutakutana kwa siku zote hizi 12. Kuanzia kesho tutakutana pale Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku. Watu wa Mungu, kwa jiografia ya Dar es Salaam huu muda wa usiku haukwepeki. Kwa hiyo kama wewe labda ni umeolewa, manake imekuwa ni changamoto sana kwa wale ambao wako kwenye ndoa, wana watoto pia imekuwa ni changamoto kuja ile saa 12 mpaka saa 2, ule muda tunaomaliza. Tafadhali, kama uko kwenye ndoa na mume wako haelewi au inaleta shida, omba kwa hizi siku 2, omba kwa hizi siku 12, mwambie kuna maombi tunayo, naomba niende kwenye haya maombi. Lakini pia kama wewe ni mwanaume, ruhusu mke wako aje kwenye haya maombi, manake kumekuwa na changamoto. Wengi wanasema huu muda wa saa 12 jioni mpaka saa
saa 2 usiku sio rafiki kwao, lakini kwa jiografia Dar es Salaam huu muda haukwepeki. Watu wanatoka kazini saa 11, wengine wanatoka saa 11:30. Imagine mtu anatoka Kariakoo saa 11 aje mpaka Mbezi Beach, inakuwa muda umeenda. Kwa hiyo tuna hayo masaa mawili kwa ajili ya maombi. Watu wa Mungu, natamani sana kuona watu wote tunakutana kesho. You see, watu wa Mungu, kuna nguvu huwa inaachiliwa tu wakati watu wanakutana pamoja. Walipo 2 watatu, mimi nipo katikati yao, mimi nipo pamoja nao. Hii ni nguvu inayoachiliwa tu wakati watu wanakutana pamoja. Kwa hiyo kama uko Dar es Salaam, usiseme mimi nitafuatilia tu, njoo tukutane. Huwa kuna anointing, kuna nguvu inaachiliwa watu wanapokutana. Kuna power inaachiliwa watu wanapokutana. Wakati tunapokutana pamoja, tukaomba pamoja, tukainua sauti zetu kwa pamoja, huwa kuna nguvu inaachiliwa. Watu wa Mungu, shetani huwa anaelewa kabisa kwamba kuna nguvu inaachiliwa wakati watu wanapokutana pamoja. Kwa hiyo ataanza kuingiza fikira kwa watu, hapana, usiende kwenye ibada, usiende kwenye huu mkutano, usiende hiki. Watu wengi, kwa sababu shetani anaelewa kuna nguvu inaachiliwa tu pale ambapo watu wanakutana pamoja. Shetani anawaingizia nguvu, anawapa maroho ya kuwachelewesha, anawapa maroho ya kuwakatisha tamaa, anainua vitu ambavyo hata visingepaswa viwepo ili watu wasiende wafunguliwe tu. Moja kati ya kitu ambacho nataka nikifanye kwenye haya maombi ya kukutana pamoja, watu wa Mungu, kuna demons, kuna maroho ambayo hatujawahi kuyagusa. Hizi mimi naziita ni roho kubwa. Safari hii nitaanza kuzigusa kuanzia kesho. Kuna anointing ya kugusa hizi roho kubwa ambazo zimekataa kukuachia. There are some demons, kuna mapepo ambayo ni lazima tuyaguse ndipo ufanikiwe. Haya mimi naita ni giant, naita ni strong demons, ni strong spirit. Watu wa Mungu, at this time ukombozi wako utakuwa karibu na wewe. Kwa hiyo saa 12 jioni tutaanza deliverance ya hizi siku 12 zote, na kuhakikishia kuna roho ambazo hazijawahi kuguswa kabisa tutakwenda kuzigusa safari. Kwa nini? Kwa sababu tunatafuta deliverance yako, tunatafuta upenyo wako, tunatafuta. Watu wa Mungu, kuna watu wana great deliverance, wana great breakthrough, lakini ile breakthrough haitatoka kwa sababu mtu yote mwenye maisha makubwa, mwenye great breakthrough, uwe na uhakika kuna strong demons ambazo zimekuwa assigned kwa ajili yake ili maisha yake asifunguke, ili asipate ule upenyo. Kwa hiyo watu hawa wanahitaji kitu nilichokiita ni great breakthrough, ni great deliverance. Kuna maroho makubwa ambao we have to shake it, tunapaswa kuyaondoa ili hawa watu wawe huru. Watu wote wenye vitu vikubwa, wenye maisha makubwa, wanahitaji great deliverance, wanahitaji kingly deliverance, wanahitaji nilishasema ni deliverance ya kifalme ili waweze kuvuka. Kwa hiyo kwenye hizi siku 12 zote, kwa sababu tunaenda kwenye maombi ya upenyo usiokuwa kawaida, kuanzia kesho nitaanza kushughulika na yale maroho makubwa, strong demons, strong spirits ambazo zimekukamata. Nyingine zimeanza kwenye familia, nyingine zimekukuta huku pembeni, wale watu uliokutana nao na nini. Kwa kuanzia kesho saa 12 naomba wote wa Dar es Salaam tukutane saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku kwa ajili ya haya maombi. Ninaomba na ninakemea maroho yote yanayozuia watu wasije kwenye ibada ili wafunguke. Kama wewe ni mmoja kati ya ambao Mungu amedhamiria ufunguliwe kwenye haya maombi, kila roho ambayo inakupinga, inakuzuia usije kwenye haya maombi, ninaikemea kwa jina la Yesu. Wengine wote kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku tutakuwa live kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel na kwenye Facebook yetu ya Bishop Emmanuel. Kwa endelea kufuatilia. Mungu akubariki sana. Nisaidie kushare, wakumbushe wengine kwamba ni kesho tutafunga 12 asubuhi mpaka 12 jioni. Maombi nitatoa, mwongozo wa maombi nitatoa kwenye channel, kwenye social media zetu, lakini 12 jioni tunakutana Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall pale Dar es Salaam. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Shalom. Ukipata ujumbe huu nisaidie kushare.